Hello, karibu katika kozi hii. Ni mwendelezo wa kozi ya biashara ambayo tumekuwa tukiangalia jana. Na kozi hii leo tutajikita kuangalia mambo mengine ya kuzingatia kabla ya kuanzisha biashara. Nikukumbushe kwamba video ya kwanza nilifundisha mambo ya kuyatofautisha. Na leo nitaenda kuangalia mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia kabla hujaanzisha biashara. Kuna mambo kadhaa ambayo huna budi kuyazingatia kabla ya kuanzisha biashara, na kabla sijaanza kuyaeleza nitaelezea nini maana ya biashara, maana kuna baadhi ya watu hawajui biashara maana yake nini. Biashara ni shughuli ambayo bidhaa au huduma zinanunuliwa au kuuzwa kwa ajili ya kupata faida. Kuna mambo ya kuyajua kabla hujaanzisha biashara hiyo ambayo unatamani kuanzisha, maana usipoyajua unaweza ukashindwa kuendesha biashara na hatimaye ukaishia kupata matokeo ambayo si sahihi na wala hukuyatarajia katika biashara. Maana tumekuwa tukishuhudia watu wengi wanalaumu kwamba biashara haziendi, mara hakuna wateja, mara fedha mzunguko hautoshi. Mwingine anakuambia kama mimi siwezi kufanya biashara tena, mwingine anakuambia biashara ni kipaji. Lakini ukweli ni kwamba biashara ni sayansi, na kama utakosea kanuni moja basi unakuwa umeharibu mfumo mzima wa biashara. Yaani sawa na kanuni za Mungu, kama maandiko yanayosemavyo, ukivunja amri moja ni sawa na kuvunja zote. Kwa hiyo biashara iko hivyo hivyo, kama unaweza ukaharibu sehemu moja, basi ukijua hata sehemu nyingine zinakuwa ni changamoto kuweza kuzifanyia kazi. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulijua katika biashara yako au unapotaka kuingia kwenye biashara, usimwige mtu. Uwe na njozi yako mwenyewe ya unachoweza kukifanya. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya unapotaka kuanzisha biashara, usimwige mtu yoyote, basi kuwa na njozi yako mwenyewe ambayo njozi ya biashara ambayo unatamani kuja kuanzisha. Kumbuka, kwa nini tunasema kwamba usimwige mtu? Kumbuka biashara zipo za aina nyingi sana, na biashara zote huwa zina faida na zina hasara. Unachotakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa kujua kwamba je, biashara unayotaka kufanya hiyo ni njozi yako tangu zamani au umekurupuka aidha kwa sababu uliona mtu anafanya akapata faida. Lakini kitu ambacho unashindwa kugundua ni kwamba hizo faida ambazo anazipata na wateja alionao amewajenga kwa muda gani. Kwa hiyo unatakiwa kufanya biashara ambayo ni njozi yako, yani ni matamanio yako ya muda mrefu. Na kuna faida kubwa sana ya kufanya biashara ambayo ni njozi yako mwenyewe tangu muda mrefu, kwa sababu kwanza utafanya ukiwa na furaha kwa sababu hutojuta, lakini vile vile itakuwa ni rahisi sana kuiendesha, lakini vile vile utaisimamia vizuri. Kwa hiyo unatakiwa kutafuta biashara ambayo ni njozi yako wewe mwenyewe. Usipende kuangalia biashara za watu wengine kwa sababu watu wanapata faida kubwa na ukaingia. Hapana, unatakiwa kufanya biashara ambayo ni njozi yako ya muda mrefu. Unapotaka kuanzisha biashara, fikiria sana kuhusu kitu unachokipenda kukifanya na uweze kuwa na njozi ya kitu hicho. Upange kuwa utakifanyaje na unataka kuwa na matokeo gani. Kwa mfano, kama unaishi na jirani yako na ukaona anapika mandazi, usiende kesho yake kununua unga wa ngano na ukaanza kupika mandazi, bali chunguza ili kubaini wateja wanahitaji bidhaa gani zaidi ya mandazi. Je, chai ipo? Na je, chapati au vitumbua vipo? Itakuwa vizuri sana kama jirani yako anapika mandazi, basi pika chai ili watu wakija kununua mandazi wapate na chai pia, au pika chapati au vitumbua ili wale ambao hawataki mandazi wanunue chapati au vitumbua. Kama unapenda kuanzisha biashara ya duka, basi hakikisha unaweka unga wa ngano na mafuta ili jirani yako awe mteja wako na hatakuwa anakuonea wivu, kwa vile kila mtu anamtegemea mwenzake. Kwa hiyo unatakiwa kufanya hivyo ili kuweza kufanya biashara. Lakini kitu kingine cha pili cha kuzingatia unapotaka kuanzisha biashara, angalia ujuzi wako. Anzisha biashara inayoendana na ujuzi wako. Je, una ujuzi gani? Skills which you have.
Unapotoka kuanzisha biashara, angalia ujuzi wako. Mfano wa hapo juu, kama jirani yako ameanzisha biashara ya kupika mandazi na wewe una ujuzi wa kunyoa nywele, basi unaweza ukafungua saloni ya kunyoa nywele. Lakini vile vile kama wewe ni mtaalamu wa kusuka, unaweza ukafungua saloni ya kusuka. Lakini vile vile kama wewe ni mtaalamu wa kushona nguo, unaweza ukafungua ofisi yako ukaanza kushona nguo na ukaanza kujiingizia kipato, kwa sababu ndio eneo ambalo linaendana na ujuzi wako. Hakikisha unapofungua biashara yote uwe ni sehemu ambao ujuzi wako umejikita, yani una maarifa kwenye eneo hilo, ili iwe ni rahisi sana kuweza kuingiza fedha na kuendesha biashara vizuri kama ambavyo inatakiwa, kama vile ambavyo umepanga. Lakini kitu kingine ambacho unataka kuzingatia unapotaka kuanzisha biashara ni angalia kile ambacho nafsi yako inapenda kukifanya na unafurahi kukifanya. Ujue tumeumbwa tofauti tofauti. Kila mtu kuna kitu ambacho kiko ndani yake ambacho Mungu alishakiweka. Na hicho ndicho tunasema ni uwezo alionao. Kwamba kuna vitu ambavyo huwa unatamani unavifanya, na wakati unafanya unakuwa una amani na unafurahia. Angalia hicho kitu kifanyie kazi, Kama wewe pengine wewe pengine kwa mfano nafsi yako inapenda kuwa mchoraji, basi ingia kwenye tasnia ya uchoraji. Nafsi yako inapenda kuwa mshonaji, basi ingia kwenye tasnia ya ushonaji. Nafsi yako inapenda uwe na library ya kuwarushia watu movie, au uwe na stationery. Hakikisha kwamba unafanya kile kitu ambacho moyo wako unapenda. Unajua unapokuwa unafanya kazi huku unafurahia, ni rahisi sana kuweza kufanya kwa bidii na kufanya kwa nguvu pasipo kuchoka. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatia unapotaka kuanzisha biashara ni uwe makini sana na washauri, watu wanaokujia kushauri. Ukweli ni kwamba ushauri huwa ni wa muhimu sana kwenye mawazo. Unapopata wazo unatakiwa kupata ushauri, sawa. Lakini unapotafuta ushauri kwa mtu, hakikisha huyo mtu unamwamini kwa asilimia kadhaa, kwamba huyu mtu kama atakushauri unaweza kufanya mambo makubwa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu kuna watu ambao unaweza kaomba ushauri, lakini wakawa wanakushauri kuacha hiyo kazi, kwa maana ya kwamba wanakuonea hivyo kwamba kama utafanya unaweza ukafaidika. Lakini mwingine anaweza akajua kabisa hii biashara haina faida na ina madhara makubwa, lakini akakushauri ufanye ili baadaye upate matatizo au upate hasara. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana na watu ambao wanakushauri, ambao unawaomba ushauri. Lakini kitu kingine cha kuzingatia kabla hujaanzisha biashara, jaribu kuwa muwazi, hasa pale ambapo umeshindwa. Usipende kuwa unaumia moyoni. Jaribu kuwa muwazi, funguka ili uweze kusaidiwa. Endapo umeamua kutafuta ushauri kwa mtu, basi jaribu kuwa muwazi ili anapokupa ushauri awe ameelewa vizuri mawazo yako na hali yako halisi. Kuna watu utakuta wanaomba ushauri ila hawasemi ukweli juu ya jambo wanaoliombea ushauri. Hii inakuwa haina maana na inakuwa unapoteza muda wako na wa yule anayetoa ushauri. Kwa hiyo unatakiwa sasa kuwa muwazi, funguka, sema nini kinakusumbua ili uweze kusaidiwa zaidi na uendelee kufanya biashara yako ambayo unaifanya. Lakini kitu kingine ambacho unataka kuzingatia, angalia uwezo wako kiakili, kielimu na uzoefu. Kuna baadhi ya biashara zitakuhitaji uwe ni mtu ambaye una uzoefu, lakini kuna biashara ambazo zitakuhitaji uwe ni mtu mwenye elimu, lakini na vile vile akili timamu. Nitachukulia mfano, nitaangalia sasa kwa upande wa elimu. Ukweli ni kwamba kuna baadhi ya biashara ambazo kama huna elimu upande huo huwezi kufanya kabisa. Kwa mfano, biashara ya duka la dawa ukifungua na hujasomea afya, maana yake kinachotokea ni kwamba itakulazimu kumtafuta mtu mwingine ili asimamie hiyo biashara, na utakuwa unamlipa fedha kubwa kwa sababu huna ujuzi au huna elimu na hilo eneo. Na kitafiti huwa tunasema kwamba unatakiwa angalau unapoanzisha biashara mwaka ule wa mwanzo mzima uendeshe wewe mwenyewe ili kuweza kujua mapungufu na changamoto ambazo hiyo biashara inazo, kuliko unapofungua tu nampa mtu anaanza kuendesha. Hiyo ni changamoto sana. Kwa hiyo kama unataka kuanzisha biashara yote, angalia elimu ulionao. Je, inakukizi kufanya biashara? Inakizi? Unatamani kufungua tuition center, wewe umesomea ualimu, unaweza. Unataka kufungua pengine chuo cha IT, umesomea masuala ya IT,
Unaona, unatamani kufungua pengine duka la vifaa vya kilimo, I mean mbolea, mbegu, wewe umesomea hayo mambo, au unatamani kufungua duka la vitu ambavyo kama I mean dawa za wanyama umefungua. Kwa hiyo kuna baadhi ya biashara zitakuhitaji uwe na elimu na uzoefu kwenye eneo fulani. Kwa hiyo hakikisha kwamba biashara unayotaka kuianzisha inaendana na elimu ulionayo. Usifungue ili unafungua hatimaye ukaishia sehemu ambayo si sahihi. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu nataka kuzingatia ni kitu ambacho watu wengi sana wanakuwa wanakipuuzia ni matakwa yanayotakiwa na serikali au taasisi mbalimbali zinazohusiana na biashara. Biashara ni taasisi, na kama ni taasisi maana yake kuna mamlaka, tunasema authority ambao zina control biashara zote. I mean iwe ni biashara ya duka, biashara ya nguo, maduka ya dawa, kampuni, taasisi kama shule na vitu vyote ambavyo vinaendeshwa kwa biashara huwa vinakuwa na authority ambao kwa maana ya kwa mamlaka ambao yako juu ya vitu ambavyo yana control, ambao unatakiwa kufuata, watakuelekeza namna ya kufanya ili uweze kufanya vizuri. Hii ina faida kwa sababu gani? Kama utafuata zile taratibu yake inakuwa ni unakuwa unafanya biashara yako kwa uhuru. Ila kama itatokea hutofuata zile sheria, kwanza utaanza kufanya biashara kwa hofu kubwa sana, na kama itatokea utakamatwa, unaweza kutoka kabisa unafilisiwa na ukaishia mahali ambapo sio sahihi, yaani mahali ambapo haukupategemea. Sijajua wewe una mpango wa kuanzisha biashara gani na malengo yako ni yapi? Unaweza ukafuatia hii video vizuri na ukaandika baadhi ya vitu ambavyo nimezungumzia hapa ili viweze kukusaidia kuanza kufanya biashara yako, naamini utafika mbali. Jambo lingine ambalo nakuomba katika somo hili, kama umesikia, naomba uweze kulike, naomba uweze kushare na kwa wengine ili waendelee kujifunza, lakini unaweza kutoa comment hapo chini ili tuendelee kusaidiana hatua kwa hatua. Lakini pia mafunzo haya unaweza kupata kwenye kitabu changu ambacho nimekiandika kinachoitwa Msingi wa Biashara, yani ujasiriamali na biashara ndogo. Nimeeleza kwa undani mambo kama haya hapa, unaweza ukasoma na ukaelewa kwa undani zaidi. Unaweza kunitafuta kwa namba yangu ambayo ni 0705858687 au 0795117553. Tukawasiliana ili uweze kupata hicho kitabu kwa njia ya soft copy, kinaweza kikausaidia sana. See you at next level.